Naam, habari kubwa muda huu tunaambia kwamba Irani imekataa kabisa mpango wa Marekani wa kumaliza vita. Irani imesema kwamba inalipitia pendekezo hilo, lakini haina nia ya kufanya mazungumzo, huku mashambulizi ya kila upande yakiendelea kuripotiwa na shindikizo ambalo limeongezeka la kuvimaliza vita hivyo kwa njia ya kidiplomasia. Wanasema kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema yuko tayari kuisambaratisha kabisa Irani ikiwa haitakubali makubaliano ya kukomesha vita. Hayo yameelezwa siku ya jana usiku na msemaji mkuu wa White House Caroline alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari na kusema kuwa viongozi ambao wamesalia katika utawala wa Irani wana fursa nyingine ya kushirikiana na rais Trump kuachana kabisa na mipango yao ya nyuklia na kuacha kuitishia Marekani pamoja na washirika wake. Msemaji huyo ameendelea kusema kuwa rais Trump anatoa kipaumbele kwa amani kabisa na hakuna haja ya kuwa na vifo na uharibifu zaidi, huku akiionya Iran. Amesema kwamba lakini ikiwa Irani itashindwa kabisa kukubali ukweli wa wakati huu, ikiwa haitaki kuelewa kwamba imeshindwa kijeshi na itaendelea kuwa hivyo, rais Trump atahakikisha kwamba anashambulia vikali zaidi kuliko alivyowahi kushuhudia hapo awali. Kauli ya rais Trump, anasema, si maneno matupu tu, na Irani haipaswi kabisa kukosea tena kama walivyofanya na kugharimu kuwapoteza viongozi wao wakuu, jeshi lao la anga pamoja na maji pamoja na mfumo wao wa ulinzi wa anga. Vurugu zozote za baadaye zitashuhudiwa kwa kuwa Irani imekataa kabisa kukubali kuwa imeshindwa na hawataki kufikia makubaliano. Lakini Iran haikuchelewa kujibu ikisema kwamba italipitia pendekezo hilo, lakini haina nia ya kujadiliana, licha ya baadhi ya maafisa wa Irani kutaja kuwa nchi hiyo kwamba ilipokea mapendekezo ya Marekani wa kuvimaliza vita hivyo vya Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbasi amesema Tehran haina nia hiyo. Kwa sasa sera yetu ni mwendelezo wa upinzani na kulinda nchi yetu. Kwa sasa hatuna nia ya kujadiliana, hakuna mazungumzo ambayo yamefanyika, na naamini msimamo wetu una kanuni kamili. Niseme tu kuwa jumbe zilizowasilishwa kupitia nchi rafiki ama watu fulani haziwezi kutaja kuwa ni majadiliano wala mazungumzo. Kauli hii ya Arach imeondoa matumaini ya kupatikana suluhisho, huku vurugu zikiendelea bila kuonyesha dalili zozote za kupungua baada ya karibu mwezi mzima wa vita. Aidha, kiongozi huyo amesifu ushupavu wa jeshi la Irani na kusema kuwa kwa sasa nchi hiyo imejijengea hadhi ambayo itakuwa ni vigumu kabisa kushambuliwa tena. Amesema kwamba ninaamini kwamba hakikisho la dhati kabisa ambalo tumejijengea sasa ni kudhihirisha nguvu zetu katika eneo hili, na sidhani kama kuna mtu yeyote atakayethubutu tena kuingia katika mgogoro na vita pamoja na watu wa Iran. Yote hayo kwa maoni yangu tunaonyesha ulimwengu wote, eneo lote, kwa Marekani pamoja na Wamarekani, haiba yetu ya kutokushindwa kabisa, udhamilivu pamoja na utulivu wa Jamhuri ya Watu wa Kiislamu. Hayo yakiarifiwa, kiongozi wa Hezbollah Ainin Qasim amesema kwamba kufanya mazungumzo na Israeli wakati mashambulizi yakiendelea itakuwa ni sawa na Lebanoni kukubali kusalimu amri. Kauli hiyo imetolewa wakati waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu akisema kwamba vikosi vyake vimetanua eneo la ulinzi na usalama ndani ya Lebanoni na kwamba vikosi vyake vya ardhini vinajaribu kusonga mbele. Jeshi la Israeli lilikalia eneo la kusini mwa Lebanoni kwa takribani miongo miwili hadi mwaka wa 2000. Imetuma tena vikosi vya ardhini nchini humo ikisema kwamba inajaribu kuchukua udhibiti wa eneo hilo hadi mto Litani, takribani kilomita 30 kutoka mpakani mwa nchi hizo mbili. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio ametahadharisha kuwa Lebanoni haipaswi kabisa kugeuzwa kama Gaza. Katika hatua nyingine, Kuwait kupitia wizara yake ya mambo ya ndani imesema kwamba wakamata watu 6 wenye mafungamano na kundi la Hezbollah ambao walikuwa wakipanga vitendo vya uhalifu pamoja na mauaji ya viongozi katika mataifa ya Ghuba. Wakati hayo yakiwa yanaendelea, mpenzi mtazamaji, tunaambiwa kwamba kikosi cha walinzi wa mapinduzi
kimeionya Israeli. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi nchini Irani kimetishia hii leo kufanya mashambulizi mazito ya drone pamoja na makombora nchini Israeli katika kile ambacho imekieleza kama ni kuunga mkono Lebanoni pamoja na raia wa Palestina. Kikosi hicho cha walinzi wa mapinduzi nchini Irani kimeonya kile ilichotaja jeshi la kidhalimu kwamba ikiwa wataendelea mashambulizi dhidi ya raia nchini Lebanoni pamoja na Palestina, vikosi vya Israeli vitalengwa na mashambulizi mazito ya drone pamoja na makombora. Kimetoa taarifa hiyo wakati wizara ya mambo ya nje ya Irani ikiondoa idhini yake ya kibali cha balozi wa Irani na kumpa hadi siku ya Jumapili kuondoka nchini humo. Wizara hiyo imesema kwenye taarifa yake kwamba ilimuita msaidizi wa balozi wa Irani na kumtaarifu kuhusu uamuzi huo wa serikali ya Lebanoni wa kuondoa idhini ya balozi mteule wa Irani nchini humo Mohamed Berza, kumtaja ni mtu ambaye asiyetakiwa nchini humo. Kulingana na wizara hiyo, ilimuita balozi huyo kufuatia kile ambacho serikali ya Lebanoni inakielezea kama ni ukiukwaji wa kanuni za kidiplomasia pamoja na taratibu ambazo zimeelekeza kati ya nchi hizo mbili baada ya Beirut kukituhumu kikosi cha walinzi wa mapinduzi kuongoza operesheni za Hezbollah katika vita vyake dhidi ya Israeli. Kule mjini Tel Aviv tunaambia watu 6 wameripotiwa kujeruhiwa baada ya shambulizi la kombora la Iran, hii ikiwa ni kulingana na Magen David Adom wa magari ya huduma za dharura hii leo hii katika maeneo 8 ambayo yamedhihirika kwenye mji huo wa pwani. Jeshi la polisi limesema watu hao wamejeruhiwa na vipande vya makombora vilivyoanguka katika maeneo hayo, lakini kituo cha matangazo cha Khan cha Israeli kimeripoti kikinukuu jeshi kwamba kombora la Irani lilikuwa na kichwa cha nyuklia na lilikuwa na uzito mkubwa, lilianguka kati ya majengo ya makazi pamoja na nguvu ya mlipuko huo uliharibu vibaya nyumba pamoja na magari katika maeneo ya jirani. Mjini Berlin, rais wa Jerumani Frank Walter amevitaja vita hivyo kuwa ni kosa kubwa kabisa ambalo linakiuka sheria za kimataifa, matamshi ambayo yameonyesha kuikosoa vikali sera ya masuala ya kigeni ya Rais Donald Trump wa Marekani, ambayo amesema pia kwamba imekuwa kama ni mwanzo wa kuvunjika kwa uhusiano pamoja na mshirika wake mkubwa kabisa tangu baada ya vita vya pili vya dunia. Amesema vita hivi ni janga kubwa la kisiasa, nisameni tafadhalini kwa kusema hili. Anasema kama mtu aliyewahi kuhusika na hicho ndicho kinachonikera zaidi, vita ambavyo vingeweza kuepukika kabisa visivyo na lazima ikiwa lengo lake lilikuwa ni kuizuia Irani isifikie hatua ya kuwa na bomu la nyuklia. Katika upande mwingine, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz amesema hii leo kwamba Islamabad inajiandaa kuratibu mazungumzo ya kuvimaliza vita hivyo baada ya minong'ono kwamba inaweza kuchukua jukumu hilo. Kupitia mtandao wa X, kiongozi huyo amesema Pakistani inakaribisha kabisa kwa kuunga mkono juhudi zote za mazungumzo kwa ajili ya maslahi pamoja na amani, utulivu wa kikanda katika ukanda huo. Katika hatua nyingine, Irani imemteua Mohamed Bagheri kuwa katibu mkuu katika baraza la juu kabisa la usalama wa taifa nchini humo. Kamanda wa zamani wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi anachukua nafasi ya Ali Rijani ambaye aliuawa katika shambulizi la Israeli. Uteuzi wake ambao umetangazwa na vyombo vya habari vya Irani anakuambia umeidhinishwa na amri ya rais katika maafisa wa mapinduzi. Shirika la haki za kibinadamu la Umoja wa Mataifa nalo linatarajiwa kukutana kwa dharura kujadili mashambulizi ya Irani katika eneo la Ghuba pamoja na athari zake. Kikao hicho ambacho kiliitishwa kufuatia ombi la Bahrain kwa niaba ya mataifa 6 ya Baraza la Ushirikiano wa Kimataifa ya Ghuba pamoja na Jordan. Msemaji wa shirika hilo Pascal Slim amewaambia waandishi wa habari kwamba mataifa hayo yatawasilisha rasmi azimio hilo katika chombo hicho kikuu cha haki za kibinadamu.